kutaka kusema kwamba nijaribu tena. Maneno ya mwisho na posti za Mzee Kibole na kile alichokisema kwa mara ya mwisho kabisa nimekusogezea hapa. Hadi hivi sasa ni moja kati ya huzuni ambayo imetanda katika tasnia ya filamu mara tu baada ya kuondokewa na Mzee Saidi Kibole ambaye ni mwigizaji, na hapo kabla amekuwa akiwa na movie yake ambayo inaitwa Mzee Kibole ambayo inapatikana pia YouTube. Sasa amefariki dunia na kuacha simanzi kubwa sana. Usisite kumwombea Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Lakini pia hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini pia hakikisha unadondosha maoni yako chini hapo chini, hasa kutoa comment kuzidi kumwombea na kumpa faraja pia wenzake ndugu walioacha. Lakini pia amefariki akiwa ameacha watoto, lakini pia na mke wakiwa wawili ambao wote wameachana kiujumla. Sasa maneno ya mwisho na kile alichokizungumza nitakufahamisha hapa, lakini hakikisha tu unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni moja kati ya support, lakini pia ili kusudi niweze kukufahamisha kile kinachojiri, lakini pia kujuza mapya ambayo yanayokuja, lakini pia kwa wakati kuweza kufahamisha ni kipi hasa ambacho kinachoendelea. Kitu msingi tu ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hakikisha kwenye comment dondosha maoni yako, hata comment ya like, ili kusudi kuweza kumwombea kwa Mwenyezi Mungu aweze kupumzika kwa amani mzee wetu Mzee Kibole. Lakini pia uweze kueleza kwa upande wako hasa msiba huu umekugusa kiasi gani, kwa sababu ni huzuni kweli kweli. Sasa Mzee Kibole posti yake ya mwisho ni siku 4, tunasema 4 days ago, ambazo aliposti kupitia mtandao wake wa Instagram, lakini pia hiyo amecollaborate pia katika mtandao wake wa Facebook, ndio posti zake za mwisho kabisa. Sasa posti yake ya mwisho Mzee Kibole ni challenge ambayo alifanya, ambayo alikuwa akizungumzia namna gani ambavyo mapenzi yanavoumiza. Alikuwa akitoa challenge kwamba mapenzi yanaumiza. Hii ni challenge, ni post ya mwisho ambayo alikuwa akitoa challenge akieleza namna gani mapenzi yanavoumiza. Ukipita kwenye akaunti yake ya marehemu Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi Mzee Kibole, utapata nafasi ya kuweza kuona namna gani hasa ile post inavoumiza sana na jinsi ambavyo alivyokaa akiimba kwa hisia nzito sana. Sasa tukija katika kile ambacho alichokisema kwa mara ya mwisho kwa upande wake binafsi, hapa nimezingatia kwa upande mzima wa kiafya, lakini tukumbuka kabisa mtu wake wa karibu alikuwa ni Dameta Palette au Mr. Kidampa, ambaye tunafahamu kabisa baada ya kupigiwa simu alieleza kwamba ameongea naye usiku wa kuamkia, yani usiku wake wa juzi, ambapo alikuwa ameshaongea naye kabla hajafariki. Kwa hiyo hatufahamu ni kipi alichozungumza kwa mara ya mwisho, lakini kupitia interview kujitokeza kwenye mitandao mara ya mwisho kabisa wiki kadhaa zilizopita alifanya interview na moja ya chombo ambacho kipo hapo pa mtandaoni, na ndio nimepata data hapa mtandaoni pia, ambapo alizungumza katika interview yake. Nimefuatilia nikaja kugundua ni kipi hasa ambacho alichokizungumza chenye ujumbe ambao unaumiza. Maneno ya mwisho, interview inaisha kabisa dakika 20. Ilikuwa ni interview ya dakika 20 ambayo alifanya na chombo kimoja cha habari ambacho pia nimepata data hapa mtandaoni. Alizungumza kwamba dakika 19 alizungumza kwamba, ambapo interview hiyo ilikuwa inaisha dakika 20, alizungumza kwamba kwa sasa anakwenda kujipa muda mara tu baada ya kuweza kuachana na huyo mke wake wa 2000, anakwenda kupumzika. Alizungumza hivyo kwamba anakwenda kupumzika na kujipa muda wa mawazo alionayo, hasa kwa upande mzima wa kile anachokipitia swala zima la mapenzi. Kama ufahamu, nimekusogezea hapa, bonyeza neno subscribe, utaona video ambayo nimeelezea chanzo cha kifo chake, lakini pia historia nzima kwa upande wake mzima nimekusogezea hapo. Sasa video hiyo alieleza hapa na koti kwa mara ya mwisho kabisa ilikuwa ni video hiyo ina dakika 20. Dakika 19 aliongea kwamba kwa sasa anakwenda kupumzika, kujipa muda, kupumzika kwenye swala zima la mapenzi, ajipe muda, alafu baadaye ndipo atakapoingia kwenye mapenzi. Anapumzika alafu baadaye atarejea kwenye mapenzi, lakini kwa sasa hivi ana mawazo sana na anahitaji kujipa muda kama wiki kadhaa aweze kupumzika. Hao ndio maneno ambayo aliyozungumza, lakini kwa bahati mbaya Mwenyezi Mungu amempenda zaidi na ameweza kumchukua. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Basi niseme sina ziada, nitaendelea kujuza kile kinachoendelea. Hakikisha tu unabonyeza neno subscribe.